Kwa kina baba ambao mbegu zao wamepima wakaambiwa ziko kidogo, kwa maana amepima pengine akaambiwa ana oligospermia, akapata diagnosis ya low sperm count. Ukiambiwa una low sperm count, wala usiogope, kwa sababu process ya IVF yenyewe inahitaji sperm kidogo. Kwa hiyo wala usiogope, nenda kazungumze na wataalamu ili kusudi waweze kukupa supplements uweze kumeza kwa muda ambao wao watafikiria kwamba ni muda mzuri wa kuvuna kuvuna hiyo mbegu yako, na baadaye ikaweze kutumika kwa ajili ya fertilization. Kwa hivyo fertilization inapokuwa ikifanyika inaweza kutumika kwa njia mbili, kama nilivyozungumza mwanzoni, ni kwamba yai linapovunwa linawekwa kwenye special basin na baadaye zile mbegu zinamwagwa kwenye hiyo special basin ili kusudi ziweze kuogelea zenyewe as a natural process, ziweze kufertilize. Lakini njia nyingine ya pili ni hii ambayo inahusisha a special needle ambayo una inject ile sperm kwenye yai moja kwa moja. Kwa hiyo hii inakuwa tayari umeshafanya fertilization. Kwa hiyo kinachofanyika kwenye IVF ni kitu ambacho ni halisi, kama nilivyozungumza hapo mwanzo, ni kwamba yai linapoiva kama linavyoonekana, baada ya yai kuiva, kinachotokea ni kwamba yai lile linavunwa kwa kutumia special syringe. Likisha kuwa aspirated, linapelekwa kwenye maabara kwa ajili ya kuunganishwa na mbegu. Kwa hiyo huyu mtoto anayepatikana hapa ni mtoto halisi na ni mtoto wa familia hiyo ambayo inapaswa kuelewa. Kwa hiyo ni kwamba mtoto atakayepatikana kutokea hapa ni mtoto ambaye ni wa familia hii ambayo imeamua yenyewe kupata mtoto kwa njia hii. Ni kama nilivyosema kwamba ugumba una matibabu mengi, lakini moja ya matibabu ambayo ni rahisi na ni bora zaidi ni njia ya IVF. Ziko hatua mbili ambazo ni muhimu zinatakiwa kufanyika. Ya kwanza ni kwamba mama yule anaanza kupewa dawa kwa maana ya homoni kwa ajili ya kustimulate haya mayai. Baada ya kupewa homoni kwa ajili ya kustimulate haya mayai, kinachofanyika ni kwamba mayai yale yatavunwa kama yanavyoonekana hapa kwamba yanavunwa, na baadaye yanapelekwa kwenye maabara kuunganishwa na mbegu ili kusudi kupata embryo ambayo inatufanya sasa tuiite embryo ambayo ni chanzo cha mtoto mwenyewe. Kwa maana hiyo hakuna sababu ya kuogopa, kwa sababu IVF inakuleteeni mtoto ambaye ni wa kwenu wenyewe. Na hakuna mchezo wowote wa kuigiza, ni sayansi tupu ambayo inaleta mtoto ambaye ni wa kwenu, ni halisi. Kimsingi ni assisted reproductive technology. Ni teknolojia tu ya kujaribu kusaidia ile natural process iliyoshindwa kufanya kazi. Kwa hiyo hakuna haja ya kuogopa. Kila mama, kila mwanamke yoyote ambaye anahisi yuko na miaka chini ya 53 ana sababu ya msingi kabisa ya kwenda kuwaona wataalamu ili kusudi aweze kunyonyesha mtoto wake mwenyewe. Na kwenye habari ya akina baba wanachangia sana swala hili la ugumba. Kama umekaa na mke wako kwa muda wa mwaka mmoja na hajashika mimba, unachotakiwa kufanya, nenda naye kwenye kituo cha kutolea huduma
Kafanye pia vipimo kwa ajili ya mbegu zako kujua kama ziko sawa ama haziko sawa. Msikilizeni mtaalamu atakachokiamua, kila ambacho atakachokiamua kulingana na majibu yenu, na huo ndio uwe mwanzo na safari ya kutafuta watoto katika nyumba yako. Kwa hiyo hakuna sababu ya kuwa unamwambia mama tu kwamba we mama, we nenda kwa sababu mimi nimeshawahi kufanya hiki na hiki. Hapana, unaweza ukajikuta katika hali ya kawaida ya maisha tu umejikuta kwamba pengine mbegu zile zimekosa uwezo tena wa kuzalisha. Hii ni kitu cha kawaida na kinatokea katika jamii. Kwa hiyo nakupendekezea kwamba please, kama umekaa na mke wako kwa zaidi ya mwaka mmoja bila kupata mtoto, basi mwende kwenye kituo cha kutolea huduma mkaweze kupimwa na ili kuangaliwa kwamba tatizo limeanzia wapi ili kusudi liweze kutibiwa.